Yesu asifiwe sana. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu Victor Modestus. Na siku ya leo ninayo furaha kwa kukuletea semina ya neno la Mungu ambayo ni maalum kwa wewe mwanamke. Ambayo ni maalumu kwa wewe mwanamke au binti unayenisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tunaanza somo letu, ningependa uchukue kalamu na daftari na uandike na kujifunza wakati ambapo Roho Mtakatifu anatufundisha, ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tunatazama sehemu mojawapo inayosema nafasi ya mwanamke katika ndoa. Nafasi ya mwanamke katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati tunaanza, ningependa kukupa maelekezo kadhaa ili wakati tunajifunza somo letu huweze kuwa na ufahamu. Tunapozungumzia mwanamke, tunakuzungumzia au Mungu anapozungumzia mwanamke, anazungumzia mwanamke wa aina gani? Na wewe ujijue wakati tunajifunza somo letu, unajifunza somo hili, na wewe mwanamke upate kujua kwamba wewe ni mwanamke wa aina gani. Na vile vile kwa kuweka msisitizo, Biblia inasema kwamba mke amheshimu mume wake. Mwanamke umuheshimu mume wako, na mwanaume akupende wewe mwanamke ambaye ni mke wake. Kwa hiyo kuna tofauti sana kati ya kupenda mke na kupenda mwanamke. Biblia haikusema kwamba mwanaume ampende mwanamke na mwanaume ampende mwanamke na mwanamke amtii mwanaume. Hapana, Biblia imesema kwamba mwanamke umtii mume wako. Kwa hiyo kumtii mume wako kwanza ni kutii nafasi ambayo Mungu amempa huyo mume. Yaani hautii tu mtu, unatii nafasi ya mume. Kwa hiyo sio kila mwanaume ni wa kumtii. Kwa lugha nyingine Biblia inamaanisha hivyo, sio kila mwanaume ni wa kumtii, ila wa kumtii kama mwanamke ni mume wako. Na kadhalika kwa mwanaume, japo si somo sana tunazungumzia wanawake. Kadhalika kwa mwanaume, si kila mwanamke wa kumpenda. Biblia imesema umpende mke, sio mwanamke. Kwa hiyo wale ambao bado hamjaingia kwenye ndoa, kama ni mwanamke au mwanaume, lazima uwe na utofautishe namna ya kujua neno la Mungu linasemaje. Sasa tukija kwenye msingi wa somo letu kwako wewe mwanamke. Kwanza ni lazima kama mwanamke utambue mambo matatu katika nafasi yako. Utambue mambo matatu katika nafasi yako wewe ambaye ni mwanamke katika ndoa. Nafasi ya kwanza ni kujua wewe mwanamke Mungu anakuonaje kwenye ndoa yako. Wewe mwanamke Mungu anakuonaje ukiwa kwenye ndoa yako. Na kama una mchumba, labda mjafunga ndoa bado, je, Mungu anakuonaje katika uchumba wako? Kwa sababu hata Mariamu kuna namna ambavyo Mungu alikuwa anamuona, na ndio maana alimtuma malaika kumtokea kwa ajili ya kumwambia habari za kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo wewe mwanamke lazima uwe unafahamu kwamba Mungu anakuonaje kwenye huyo ndugu ambaye Mungu amekupa awe mume wako wa baadaye, au yule ambaye tayari ameshakuoa. Ujue kabisa Mungu anakuona vipi. Lakini sehemu ya pili, ujiulize mume wako anakuonaje? Mume wako anakuonaje? Mume wako au mchumba wako ambaye mnatarajia kufunga ndoa anakuonaje? Mume wako au mchumba wako, huyo mwanaume uliye naye, mume wako mtarajiwa, anakuonaje? Lakini sehemu ya tatu ni wewe mwenyewe mwanamke unajionaje? Wewe mwenyewe mwanamke kwenye nafasi ulionayo ambayo Mungu amekupa ya mahusiano na huyo ndugu uliye naye na huyo kijana uliye naye, wewe mwenyewe unajionaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni maswali ya msingi sana ambayo ni lazima ufahamu. Na ukifahamu
yatakupa ufahamu wa kujua namna ya kuishi na mume wako au mchumba wako mkiwa mnaelekea kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Biblia inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wake alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia kusoma Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Biblia inasema hivi: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma kitabu cha Petro sura ya 1 mstari wa 7. Petro sura ya 1 mstari wa 7. Biblia inasema, kadhalika ninyi wanaume, nyinyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Hii ni Petro wa 1 sura ya 7. Ni Petro wa 1 sura ya 7. Biblia inasema, kadhalika ninyi wanaume, kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa twende pamoja, wewe mtu wa Mungu ambao unanifuatilia, wewe mwanamke ambao unanifuatilia, kwenye kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther kipo Agano la Kale. Kitabu cha Esther sura ya 5. Esther sura ya 5. Esther sura ya 5. Esther sura ya 5 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Biblia inasema, ikawa siku ya 3, Esther akajivika mavazi ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomuona Malkia Esther amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Mfalme akamwambia, Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni haja gani ulionayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapewa hata nusu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufuatane tena kwenye kitabu, twende polepole kwenye kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 22. Yeremia 31 mstari wa 22. Fungua na mimi Yeremia 31 mstari wa 22. Biblia inasema hivi: hata lini utatangatanga, binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekusomea kwa makusudi kabisa Petro sura ya 1 mstari wa 7. Biblia inasema kwamba, enyi wanaume, ishini na wanawake zenu kwa akili, na kuwapa heshima kama kiumbe dhaifu kisichokuwa na nguvu. Biblia inasema mwanaume aishi na mwanamke kama kiumbe dhaifu kisichokuwa na nguvu. Lakini Yeremia 31 mstari wa 22 inasema mwanamke atamlinda mwanaume. Sasa swali la kujiuliza,
Ikiwa Petro inasema kwamba mwanaume aishi na mwanamke kama kiumbe dhaifu, na Yeremia inasema mwanamke atamlinda mwanaume. Sasa na ndio maana nilikuuliza na nikakufikirisha mara ya kwanza kusema kwamba wewe unajionaje na Mungu anakuonaje? Hapa ni maneno mawili tofauti. Ya Yeremia inasema mwanamke atamlinda mwanaume, lakini kitabu cha Petro inasema kwamba mwanaume aishi na mwanamke kama kiumbe dhaifu kisichokuwa na nguvu. Sasa kiumbe dhaifu kinawezaje kumlinda mwanaume? Kwa ni lazima uwe na mtazamo ambao utakufanya utambue nafasi yako. Na ndio maana shetani akitaka kumuingia mwanamke huwa anateka fikra zake. Biblia inatuambia hivyo. Na ndio maana sehemu nyingine Biblia inasema mwanamke mpumbavu uivunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo uimara wa ndoa au mahusiano upo mikononi mwa mwanamke. Upo mikononi mwa mwanamke. Twende pole pole mwanamke, utaelewa vizuri neno la Mungu linavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tunatafakari. Ikiwa umeambiwa kwamba wewe mwanamke utalindwa kama kiumbe dhaifu. Sehemu nyingine tena Biblia inasema kwamba mwanamke atamlinda mumewe. Ni kitu gani ambacho kipo hapo katikati? Hilo ni jambo la msingi sana ambalo kama mwanamke ni lazima ulifahamu. Ni lazima ulifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tazama kitabu cha Esta sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema mfalme Ahasuero alimuambia Esta kwamba hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Manake kuna kitu ambacho Esta alikionesha chenye nguvu mpaka yule mfalme akaamua kumwambia kwamba atampa nusu ya ufalme, na alimpa. Ni sura gani ambayo mwanamke alionesha mpaka Ahasuero aliamua kumpa nusu ya ufalme? Na ukirudi nyuma kidogo, Esta alipewa ufalme badala ya Vashti. Wewe ambao unasoma Biblia, ambaye umeokoka, unafuatilia vizuri kitabu cha Esta. Biblia inasema kipindi ambacho Ahasuero alikuwa mfalme, mke wake alikuwa ni Vashti. Vashti alikuwa malkia, mke wa kwanza wa mfalme Ahasuero. Lakini baada ya kufanya sherehe, mfalme Ahasuero akaagiza kwamba Vashti avikwe vizuri na aje kama malkia, lakini Vashti alikataa. Alikataa kufika katika hema ya mfalme. Na mfalme akamfukuza. Biblia inasema hivyo, akamfukuza. Lile neno la kukataa Vashti lilikuwa neno baya sana masikioni pa mfalme. Na wakasema kabisa kwamba tukisema tumsamee Vashti kwa kukataa kuitwa na mfalme, wanawake wengine watapata credit, watapata nafasi ya kuiga tabia za Vashti. Kwa watasema kwamba Vashti ameitwa na mfalme amekataa. Ni kama wewe mwanamke ambaye unakuta mume wako anakusemesha jambo, lakini usipotambua nafasi yako ni rahisi sana ukapoteza nafasi yako, kwa sababu mwanaume anataka utii wako. Sijui kama tunaenda pamoja hapo. Mwanaume anataka utii kwako. Tunasoma kitabu cha Esta, tupo kwenye kitabu cha Esta na kuelezea ni namna gani Vashti alipoteza ufalme, alipoteza umalkia wake kwa mfalme Ahasuero. Lakini sababu ya kupoteza ilikuwa ni utii wake kwa mume wake, kwa mfalme Ahasuero. Kwa hiyo wewe kama mwanamke, kitu cha utii ni lazima kiwe ni kitu cha kwanza ambacho unakizingatia kwa mume wako. Biblia inasema kwamba mwanaume ampende mke wake kama Kristo alivyolipenda kanisa. Mwanaume ampende mke wake kama Kristo alivyolipenda kanisa. Lakini mwanamke amtii mume wake kama anavyomtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndoa imebebwa na upendo na utii, au mahusiano ulionayo. Unaweza ukapata shida sana kujiuliza kwamba kwa nini nikiwa na mwanaume A
nakaa naye miezi miwili, mahusiano yanavunjika. Nikipata B nakaa naye miezi ile ile, nikikaa mwingine inakuwa inapungua mwezi mmoja, mwingine nikizidi sana miezi 6, mahusiano yanavunjika. Lakini nataka nikwambie sababu mojawapo tumeiona kwenye kitabu cha Esther sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza na watatu, kwamba Esther alipewa credit na mume wake. Ukirudi nyuma ukasoma, alipewa nafasi ya heshima na mume wake na kupewa nusu ya ufalme kwa sababu ya utii aliyokuwa nao. Kwanza, ukiacha mambo mengine ambayo yalikuwepo nyuma, ukiacha mambo mengine ambayo alikuwa nayo Esther, lakini Esther alipewa nafasi kwa sababu ya utii aliyokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kama mwanamke utambue kwamba mwanaume hatazami sura yako au umbo ulionalo ikiwa kwamba ndiyo kishawishi cha yeye kuwa na wewe kwenye maisha yake na mkadumu, bali ujue kabisa kwamba mwanaume anatazama utii wako kwanza. Na ndio maana nimekuambia kwamba Biblia inasema kwamba mwanamke amtii mume wake kama anavyomtii Mungu. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza swali kwamba kwa mfano mume wangu amesema nifanye kitu ambacho kipo nje ya mapenzi ya Mungu. Kipo nje ya mapenzi ya Mungu. Je, nifanye nini? Nitii? Bwana Yesu asifiwe. Je, nitii? Sasa jibu lake ni kwamba Biblia inasema mwanamke umtii mume wako kwa kila jambo jema. Kila jambo jema. Na kama jambo halikukaa sawa, maana yake ni lazima utumie hekima kumuelekeza mume wako namna ya kuzungumza na namna ya kumuelekeza kwamba hili jambo haliko hivi. Lakini vile vile ukiwa tunasoma Biblia, tumesoma hapa kitabu cha Esther, ujiulize kwamba Esther aliwezaje kupata nafasi ya kuwa malkia? Yaani mfalme aseme kwamba wewe mwanamke nitakupata nusu ya ufalme. Yaani maana yake ampe ufalme wa nchi nzima, yeye ndio awe msaidizi wake. Aliona kitu gani? Maana yake aliona utii. Na tunajifunza hilo kwa sababu aliyepita Vashti alimkatalia mume wake, na ndio maana mfalme wa Ahasuero aliweka masharti ya kuingia hemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo ninataka tuanze kwenye msingi huo. Tuanze kwenye msingi huo kwanza, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya somo hili. Tuanze kwenye msingi huo wa kuelewa kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza kikaweka stability ya mahusiano yako wewe na mume wako, aidha ni ya ndoa au ni ya mahusiano ya uchumba. Ni kitu gani? Cha kwanza tumekitazama kwamba ni utii wako kwa mume wako. Ni utii kwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo ningependa tuishie hapa kwanza, utafakari na kuelewa kwamba jambo ambalo ni la msingi kwenye mahusiano na kwenye ndoa ulionayo, na hata kama hujaingia kwenye ndoa, jambo ambalo litakufanya udumu na kudumu kwenye maisha ya ndoa na mahusiano ulionayo, kwanza ni utii kwa mume wako. Habari ya mwanaume yeye kukupenda ni habari nyingine, lakini hakuna mwanaume ambaye anaweza akakataa kumpenda mwanamke ambaye sio mtii. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kakataa kumpenda mwanamke ambaye anamsikiliza, ambaye anamtii. Niseme hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukiwa tunaelekea kuhitimisha somo letu siku ya leo, kitu kimojawapo cha muhimu wewe ambaye ni mwanamke cha kufahamu ni kujiuliza na kupata majibu ambayo tumeyasoma kwenye neno, kwamba ni sura gani ambayo Esther alienda nayo kwa mfalme Ahasuero. Ni sura ipi, au ni muonekano upi, au ni tabia zipi ambazo alizionesha kwa Ahasuero mpaka Ahasuero akawa convinced kumpa nusu ya ufalme. Ni lazima ujiulize na upate majibu, otherwise inakuwa haina maana ya kujifunza yote uliyojifunza. Ujiulize kwamba ni namna gani na kwa sura ipi Esther aliweza kupata kibali, ni sura gani, na hiyo sura ya kumlinda mume wako ndiyo ambayo Ahasuero aliiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hivi, sura ambayo alienda nayo Esther kwa Ahasuero ndiyo ilikuwa ni
credibility yake ya kupewa nusu ya ufalme au ya kupewa ufalme na kuwa malkia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii sura sio kila mwanaume anaweza akaiona kama msaada. Kuna wanaume wengine wanaiona kama tishio. Na ndio maana mwanamke unaweza kujiuliza kwamba mimi mbona nikikutana na wanaume fulani huwa wanitongozi, au mbona mimi sitongozwi, wanaume hawani approach kuhitaji kuwa na mimi. Labda ni kwa sababu mwanaume mwingine anaweza akao ameona sura ya tishio kwake. Ameona sura ya tishio kwake. Kwa hiyo sio kila mwanaume anaweza akaona sura ya Esther na akaitambua kwamba ni sura ya kumsaidia nusu ya ufalme wake. Kwa lugha nyingine akaitambua kwamba ni sura ya kumsaidia nusu ya maisha yake. Kwa sababu wewe ni mwanamke, wewe ni msaidizi wa mwanaume. Sasa unamsaidia katika nini, na anajuaje kama wewe ni msaidizi wake? Ni lazima akuone kwa namna fulani. Na ukirudi nyuma, ndio maana nilikuambia mume wako anakuonaje. Anavyokuona ndivyo atakavyokuhitaji kwenye maisha yake. Lakini ukiwa na sura ya tishio, kwa hiyo unaweza ukapata shida kwamba mbona ghafla tu jamaa ameamua aondoke. Ameamua tu aachane na mimi. Si kwamba hapa nazungumzia mkiwa kabla hamjaoana. Kabla hajakuoa, unasema mbona aliamua kuondoka? Maana yake kuna uwezekano mkubwa kuna sura ya Esther uliionyesha. Sura ya Esther uliionyesha, hii sura ya kumlinda. Sasa kama mwanaume wako hajaona kilichomo ndani yako na ile sura yako akaiona tofauti, basi hamuwezi kufikia kwenye swala la ndoa, kwa sababu sio kila mwanaume anaweza akaona hiyo sura aliyokuwa nayo Esther, au sura utakao kuja nayo, sura ya kumlinda. Wengine sura ya kumlinda anaiona kama ni tishio kwake. Kwa mfano, nikisema tishio na maanisha, kwa mfano, nikupe mfano mdogo. Mwanaume ana udhaifu mwingi kuliko mwanamke. Mwanaume ana udhaifu mwingi, na ndio maana mwanamke alitolewa kwenye ubavu wa mwanaume. Kwa hiyo aliyepungukiwa ni mwanaume, kwa sababu ubavu ulitoka. Kwa hiyo mwanaume ana udhaifu mwingi kuliko mwanamke. Kwa hiyo kwa mfano, una mume wako au una mchumba wako na amekuwa na tabia ambazo si njema kwako na kwenye future. Kwa mfano, ana tabia labda pengine ni mlevi. Sasa anaweza akaja nyumbani ananuka pombe, amelewa. Sasa ikiwa wewe ni mwanamke mwenye hekima, ni lazima utumie hekima kusolve udhaifu aliokuwa nao. Na wanawake wengi wamekuwa wanafeli sehemu hiyo. Pale ambapo mwanamume wako anakuonesha udhaifu aliokuwa nao, mwanamke anakuwa anatumia kama fimbo. Sasa hapo unakuwa ni mwanamke mpumbavu. Usitumie udhaifu wa mume wako kama fimbo ya kumtawala, na yeye ataona kama unamtawala. Lakini imekupasa kutumia hekima, kukaa naye na kumwambia kwa hekima, na ukamuomba Mungu akupe hekima ya kuzungumza. Biblia tumesoma kwamba Biblia inasema mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake kwa mikono yake. Kwa hiyo utumie hekima kuzungumza juu ya tabia zake mwanaume ambazo zinaweza zisiwafikishe kwenye future iliyokuwa nzuri, au kwenye maono yenu ambayo mmepanga kama mke na mume. Kwa hiyo issue ya udhaifu ipo mikononi mwa mwanamke. Unapohandle udhaifu wa kwanza, uwe na uhakika mwanaume atakuonesha udhaifu mwingine, kwa sababu anaamini kwamba akikuonesha hautoutumia kama fimbo ya kumsumbua. Na ukiutumia kama fimbo, atasema wewe ni kikwazo, atasema unataka kumtawala nani? Unamwambia nani asinywe pombe? Wewe unaweza kunipangia maisha, unaona? Kwa hiyo moja kwa moja mnaingia kwenye mgogoro ambao ulikuwa ni wa kutumia hekima wewe kama mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo la muhimu pia ni kuombea akili za mume wako au mchumba wako. Wewe mwanamke, ombea akili zake ili anapokuona amuone Esther, asimuone Vashti, amuone Esther,
Haijalishi unaweza ukawa na sababu za namna gani kukataa alichokuambia mume wako. Kukataa ni kitu ambacho nimekuambia pale nyuma, hakuna mwanaume yoyote ambaye anaweza akavumilia. Ni sawa na Mungu. Mungu anaweza akakuvumilia kwenye mambo yote, lakini Mungu hawezi akakuvumilia ukikataa alichokuambia. Ukikataa alichosema, manake umepingana naye. Na kuna watu tulikuwa tunasema mahali fulani kwamba Mungu alipoumba mti wa ujuzi wa mema na mabaya katika bustani ya Edeni, kwa nini aliuumba? Kwa nini Mungu aliumba mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Aliuumba kama kipimo cha heshima. Na mwanaume yuko hivyo hivyo, ana kipimo chake cha heshima. Kwa hiyo ukikorofisha ukala mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwenye bustani ya Edeni, manake umekataa Mungu alichokisema. Manake moja kwa moja Mungu atakufukuza. Haijalishi mahusiano yenu mmekaa kwenye mahusiano ya uchumba kwa muda gani. Na nyie ambao mpo kwenye ndoa, ukikataa vitu ambavyo mume wako anakuambia, manake mtakuwa na migogoro frequently kwenye ndoa yenu. Lakini ndoa ni ya mwanamke. Kwa hiyo jichunguze. Una hekima? Unasikiliza anachokuambia mume wako? Na kama hakiko sawa, unamwambia vipi? Kwa hiyo Mungu nilikuwa nakwambia, Mungu alivyoweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwenye bustani ya Edeni, aliweka kama kipimo cha utii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma pia kwenye kitabu cha Mwanzo, baada ya Mungu kumkuta Adamu na Eva wamekula lile tunda ambalo aliwakataza wasile, kuna swali la muhimu sana ambalo Mungu aliliuliza, ambalo hata mume wako pia anaweza akakuuliza, na ndiyo ikawa sababu ya nyie kupishana. Hii ni semina ambayo inakulenga mwanamke. Ukinisikiliza vizuri leo, Mungu anakutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimuuliza Adamu, ni nani alikuambia uchi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza ukirudi nyuma, Adamu akasema, Mungu alimuuliza Adamu, uko wapi? Akasema, niko uchi. Aliujibu ambacho hakuulizwa. Lakini pointi ya semina yetu ya leo, nataka ufahamu kwamba Adamu alimwambia Mungu kwamba niko uchi, niko uchi. Mungu alimuuliza swali la msingi sana ambalo leo nataka wewe mwanamke ujiulize. Na wewe ujiulize katika fikra zako, unapolala na unapoamka na unaposikiliza semina hii na kutazama, wewe ambao unatutazama. Mungu alimuuliza Adamu, ni nani amekuambia uko uchi? Nani alikuambia uchi? Manake kwa lugha nyingine, mimi sikukuumbia fikra za kujitambua kwamba wewe uko uchi au una mavazi. Hiyo akili ya kujijua kwamba uko uchi umeipata wapi? Kwa hiyo kadhalika kwa mwanamke, analosema mume wako ndilo ulitekeleze. Usipolitekeleza ukafanya lingine, mume wako atakuuliza, ni nani alikuambia hivyo? Kwa sababu alichokuambia mume wako sicho ulichokifanya. Kwa hiyo vile vile nimekueleza kwamba Mungu anasema umtii mume wako kama unavyotii Mungu, na Mungu anasema umpende mwanaume ampende mke wake kama anavyopenda kanisa, kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kwa hiyo vile vile mwanaume atakavyokupenda ni kutokana na ulivyotii maagizo yake aliyokuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakushukuru sana wewe mwanamke ambaye umetufuatilia. Tunakuombea kwa Mungu ufanye yale ambayo Mungu amesema na wewe siku ya leo, na uzidi kubarikiwa, na uwaalike na wengine wasikilize somo hili, na utegemee kabisa sehemu ya pili ya somo hili. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo hadi wakati mwingine tena katika somo letu la pili la kumjua mwanamke na nafasi yako wewe kama mwanamke katika ndoa. Na ningependa uzidi kufuatilia channel yetu ya YouTube ambayo utaandika tu kwenye simu yako na mitandao mbalimbali, utaandika Victor Modestus, na kwenye Facebook kadhalika. Na unaweza ukatupigia kwa namba 0714695920. Basi hadi wakati mwingine, endelea kumpenda Yesu. Shalom, shalom. Upendezwe na mimi Bwana, nikuwe
kuishi